Karibu katika mtiririko huu wa simulizi za chumbani. Leo ninakuletea sehemu ya kwanza ya kisa cha Mamdogo Lisa. Mimi ni msimulizi wako Director Mo. Twende pamoja katika sehemu hii hapa ya kwanza. Hasina alikuwa anatembea kwa mwendo wa haraka, huku mkononi akiwa na kapu lake la mahitaji waliotoka kuyanunua sokoni yeye na Bi Pauline. Alipokaribia kibaa cha kwa Mangi, aliliona gari la mzee Bisu likigeuza. Akasogea pembeni, akasimama ili kusubiri gari hilo likishageuka na kuanza kuondoka, ndipo alipungia mkono. Lakini kumbe baada tu ya gari kugeuka, mzee Bisu alimuona Hasina. Macho yalimtoka, maana alishakata tamaa ya kumwona na alikuwa tayari kurudi ofisini kwake ili kuendelea na majukumu yake. Alisogeza gari taratibu mpaka pale aliposimama Hasina. Akashuka na kumfuata pale. Hasira zake zilikuwa zimeyeyuka ghafla na muda wote alikuwa akitabasamu. Alishasahau hasira za kufanywa mlinzi na Hasina. "We mtoto, mbona umechelewa sana?" aliongea huku akimsogelea karibu. "Samahani baba, wala haikuwa kusudio langu," alijibu Hasina huku akiangalia chini. Pamoja na kuelewa ni kitu gani alichokuwa akikitaka mzee huyo kwake, lakini aliendelea kumheshimu vile vile kama bosi wake na kama mtu ambaye ni anamzidi umri, tena kama baba yake mzazi. "Kwani nini kilitokea? Wewe si nilikwambia saa 4? Mbona sasa saa 5 na kidogo?" Aliendelea kupiga mkwara mzee Bisu, lakini sura yake haikufanana na kile alichokuwa akikiongea. Alisikika kama mwenye jazba, lakini alionekana mwenye tabasamu usoni. "Mama aliniambia tuongozane sokoni, ndio maana nikachelewa," aliendelea kujitetea Hasina. Mzee Bisu aliposikia mkewe akitajwa, alipatwa na mshtuko. Aliangalia huku na kule kuhakikisha usalama wake, lakini alipojiridhisha kuwa alikuwa salama, alimgeukia tena Hasina. "Umemwacha wapi sasa?" "Aliniambia nirudi nyumbani nikapike, yeye anakwenda Kariakoo, kuna vitu anakwenda kutafuta." "Basi panda kwenye gari haraka tuondoke," aliongea mzee Bisu huku akilishika lile kapu alilokuwa nalo Hasina kwa nia ya kumsaidia kuliingiza kwenye gari. Wala hakuwa na aibu kwa muonekano wake na hadhi yake kuongea hadharani na msichana aliyeonekana mchafu, tena akionyesha kabisa dalili za mapenzi. Aliliweka kapu kwenye boneti ya gari, kisha akamfungulia Hasina mlango, akamsaidia kuingia ndani ya gari na yeye akazunguka na kuingia ndani. Alilitia gari moto na akaliondoa kwa mwendo wa kawaida. Hasina alionekana ni mtu mwenye uoga, japo alikuwa akijitolea mwanga kuondoka na mzee huyo. Alikusudia kabisa kupata vitu hivyo alivyoahidiwa kwa hali yoyote, japo moyoni alikuwa na mashaka makubwa endapo Bi Pauline atagundua ukaribu wake na mzee huyo. Lakini alijipa ujasiri na kuuliza wanakoelekea. "Kwani baba, tunaelekea wapi? Si nilikwambia kuwa nitakwenda kukununulia nguo nzuri na mambo mengine madogo madogo ili na wewe uonekane kama msichana wa mjini, au umesahau?" "Hapana, sijasahau," alijibu Hasina kwa sauti ndogo na yenye kila dalili ya kutojiamini. "Nataka na wewe upendeze, sawa Hasina?" aliendelea mzee Bisu huku akiendelea kukanyaga mafuta kuelekea kule alikokusudia kumpeleka Hasina. Hasina hakujibu kitu, ila aliendelea kuangalia chini kama aliyekuwa akijikata kucha za mikono. "Lakini kabla ya kuelekea madukani, kuna sehemu nataka tupitie kwanza. Tukishatoka hapo ndio tuingie madukani, sawa aliendelea kuzungumza mzee Bisu bila kujibiwa. Kitendo cha Hasina kukaa kimya kilimpa imani kuwa jibu ni ndio. Mzee Bisu aliliongoza gari mpaka Magomeni kwenye mataa, ambako alikata kona kuelekea Kariakoo. Lakini alipofika Mapipa, aligeuza gari na kuanza kurudi kuelekea Ubungo. Alikanyaga mafuta mpaka maeneo ya Tip Top Manzese, akaingia kushoto kuifuata barabara inayoelekea Makutano. Lakini kabla hajafika mbali, alikata kulia na kufuata barabara ya vumbi inayopita mbele ya Jarumax Palace Hotel na kunyoosha moja kwa moja. Gari lilikwenda kupaki katika maegesho ya magari ya Erado na Tron Hotel. Alipaki gari katika maegesho yaliyo ndani ya uzio wa jengo hilo upande wa nyuma. Alishuka na kuzunguka upande wa pili kupitia nyuma ya gari. Akamfungulia Hasina mlango, kisha akamshika mkono na kumuongoza ndani ya jengo hilo mpaka mapokezi.
Watu waliokuwa wakimwangalia akiingia na msichana huyo ndani ya jengo hilo walikuwa wakijiuliza maswali ya hapa na pale kuhusiana na muonekano wa mzee huyo na Hasina. Wala hawakuonekana kama mtu na mchumba wake kwa vile Hasina alikuwa na umri mdogo sana kuliko mzee Bisu. Pili, hawakuonekana kama mtu na binti yake kwa vile mzee Bisu alikuwa nadhifu sana wakati Hasina alikuwa mchafu. Iweje baba ajipende alafu mtoto awe mchafu? Tatu ni kwamba hawakuonekana kama mtu na mfanyakazi wake wa ndani kulingana na sehemu walioingia na matendo yao. Itakuwaje mtu na mfanyakazi wake wa ndani tena mchafu kama yule aonekane akishuka ndani ya gari la bosi wake tena kwa kufunguliwa mlango kama malkia kisha waingie ndani ya hoteli na kuelekea mapokezi? Kuna nini hapo? Watu walikuwa wakijaribu kujihoji maswali bila majibu, kwani kila swali liliwachanganya. Maswali hayo hayakuwa kwa watu wa nje tu, bali na wahudumu wa hoteli hiyo walianza kujiuliza maswali kama hayo pale walipomuona mzee huyo akiingia mapokezi. Lakini moja ya maswali hayo yalipata majibu baada ya kuhakikisha kuwa mzee huyo amechukua chumba kimoja na kuingia ndani na Hasina. Da! Jamani, huyu mzee ni mchafu jamani. Sasa hiki kibinti anakwenda nacho wapi? Aliuliza mmoja wa wafanyakazi. Ukiona hivi, ujue haya ndo yale mafisadi. Wewe baba zima kama hili alafu lenye hadhi yake linachukua kibinti kama hiki kichafu. Sikujidhalilisha tu. Yalikuwa ni maongezi ya wadada wale waliokutwa pale mapokezi. Ajabu ni kuwa mzee Bisu mwenyewe wala hakujali wala hakuwa na wasiwasi wowote, bali kila alichokifanya wakati huo yeye aliona sawa tu. Tamaa ya uroda dhidi ya mfanyakazi wake huyo ilikuwa juu kupita kiasi, hivyo kila alichokuwa kikifanya kwake yeye aliona sawa tu. Chumbani Hasina aliingia, lakini kwa shingo upande, japo alishajua ni kitu gani kiliwapeleka pale. Moyoni alitamani kukataa, lakini alimuogopa mzee huyo kwa vile tayari alishaingia naye chumbani. Mzee huyo alionekana kuwa na uchu sana, angeweza kumfanyia kitu chochote, hivyo akaamua kuwa mpole na kutekeleza kile atakachoambiwa kufanya. Sikiliza Hasina, wala usitaki tupoteze sana muda hapa kwa sababu una kazi nyingi za kwenda kufanya nyumbani, aliongea mzee Bisu huku akianza kuchonjoa nguo zake taratibu na kubaki na bukta. Ndiyo maana mimi nilitaka twende tu moja kwa moja madukani kisha turudi nyumbani, alijibu Hasina huku macho yake yakiwa chini. Aliogopa kumwangalia mzee huyo ambaye tayari alikuwa amebaki na bukta tu, huku juu akiwa amebakisha singlendi nyeupe. Mzee Bisu alimtazama tu bila kusema kitu. Akamsogelea pale kwenye sofa alilokaa, akamshika mkono na kumvutia kitandani. Hasina alianza kuwa mbishi kidogo, lakini alipoitazama sura ya mzee Bisu ilivyoanza kubadilika baada ya kuweka mgomo, mwenyewe aliinuka na kusogea taratibu hadi kitandani akakaa. Mzee Bisu naye alikaa jirani yake akamkumbatia kwa mkono wake wa kushoto, wakati mkono wa kulia ulianza kutalii juu ya mapaja ya Hasina yaliyokuwa yamefunikwa na gauni lake kuukuu. Hasina hakuwa mbishi tena, japo alikuwa akijaribu kuiondosha mikono ya mzee Bisu bila mafanikio. Taratibu mzee Bisu alianza kulivutia juu gauni lile na kusababisha mapaja yaliyonona ya Hasina kuanza kuwa wazi. Hasina hakuweza kumwangalia mzee huyo usoni. Muda wote hayo yakitendeka, alikuwa akiangalia chini tena upande wake wa kushoto kuepuka kumwangalia mzee Bisu, maana alipojaribu kuangalia upande wake wa kulia kuna kitu alikiona, hivyo akaamua kuhamisha sura yake upande wa kushoto. Alichoepuka kukitazama pale alipoangalia upande wake wa kulia ni kitu kilichokuwa kimejificha ndani ya bukta ya mzee Bisu. Bukta hilo lilikuwa limetuna vibaya sana maeneo ya mbele na kusababisha bukta hilo kuonekana fupi wakati lilikuwa limemfika magotini. Tamaa ya uroda ilikuwa juu, ni kama aliona Hasina na mchelewesha. Mzee Bisu aliendelea kulivutia kwa juu gauni la Hasina mpaka mapaja yote yakawa wazi na kuonekana kwa usahihi zaidi. Mzee wa watu denda ulikuwa ukimtoka kama fisi aliyefumania mfupa mbichi. Akamnyanyua kidogo Hasina, kisha akalipitisha gauni hilo kwenye makalio na akamrudisha pale kitandani. Anza sasa kuhangaika na zipu iliyokuwa mgongoni mwa gauni lile. Haikuchukua hata sekunde 10, zipu ilikuwa wazi. Alilishusha taratibu kisha akahamia kifuani kwa Hasina.
alikutana na vichuchu vilivyosimama kama konzi, udenda ukazidi kumchuruzika. Mzee Bisu tayari alishapagawa. Basi usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii ya Mamdogolisa katika mtiririko wa simulizi za chumbani. Mimi ni msimulizi wako Director Mo. Basi tuwe pamoja katika sehemu ya pili ili uweze kumfahamu vizuri Mzee Bisu ni nani na Hasina ni nani na ni nini kitakachoendelea katikati yao na huyu anayeitwa Mamdogolisa ni nani. Basi tuendelee kuwa pamoja. Usikose sehemu ya pili au episode ya pili. Ciao.